is a good moment. We can see the rain. And with that, we are just receiving a prayer, which is made our bodies feel very well. We thank God this day who has blessed us to be this morning. We are very young kids. We are His lambs. Christ takes us to those to those for the feeding of those every time human beings we need just as we need our bodies are things that are strong, they are when we receive the word from God. And that helps us to it's actually and helps our journey and if it comes a time where we are diminished with the word and our lives are going very hard because we are now we are lacking in terms of the Holy Spirit. But thanks God for led us today, and He's led us to His house, to a place where we are gathered and meet even in the human beings are working all the time in all places to meet God. But here as well, the word of God testifies that we should never stop just like it is a habit for all others. Without taking any further, let us open our Bibles in the book of Acts. Acts chapter 12. Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa 5 hadi 14. Acts chapter 12 verses 5 to 11. Matendo ya Mitume Acts sura yake ya 12 mstari wa 5 hadi 14. Chapter 12 verses 5 to 11. Let's read. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and the light shone in the cell. He struck Peter on his side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and the second guards, and came to the iron gates leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping to happen." Amen. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 hadi 11. Neno la Mungu linasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili
ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akasema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, vivae viatu vyako. Akafanya hivi, kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuata. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli alivyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma, wakaingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Nimeshukuru sababu Mungu anafanya mambo yote kwa ajili ya kuwa. I was very thankful because God is doing everything in order to educate people. Tumesikia aliyetufungulia ibada alisema neno. We had the word from the opening session. Akasoma kwamba nyenyekeeni kwa mkono wa Mungu. And they told us about being humble ili aweze kuwaongoza more, so that he can help you in his due time. Ninapofikiri kwa ajili ya neno hilo, when I'm thinking about that word, nikaona kwamba and I saw that hapa duniani on earth hakuna mtu, there is no one, awaye yote, whoever that tajiri maskini, a wealthy amesoma hakusoma, whether they went to school or not, a Christian or kwamba a anayesimama na kusema kwamba mimi natosheka na mambo, stand up and say, I am now fed up, I am not satisfied with it. hajapatikana na hatapatikana. There will never come such a Sababu, person, and there is no such a person. Ikiwa kuna milioni wa pesa, If you are labda utataka kwamba upate makumi ya milioni, you might find yourself wanting to have wanaokuwa na makumi milioni, and when you are those who have wanataka labda wafike kwa mamia ya milioni. also want to find 100 millions. Waliosoma sijui Uganda, Those who started wengine wanataka kwamba wamesoma hata na siasa. maybe some would like to Kama katika nchi zetu ambazo za kule our countries back home, unakutana, kunakuwa na mfumo leo watu wanakuja kwa siasa. This kind of thing where people are going into politics. Labda anaangalia katika uchuuzi, anaona look into your business, anaona katika kazi nyingine hakuna faida, and they see wanasema hakuna njia ambayo inakuwa nzuri leo and the only option ingie kwa siasa, is just to enter sababu politics. mle utapata urahisi wa Because that kupata. is where you find easy things to get. Hata wanaoingia mle And those who nakutana yuko hapa leo, and you might find lakini some kesho here, utakuta anataka hapa. but they want to be somewhere else tomorrow. Lakini nikafikiri kwamba But then I thought that kukwezwa kuzuri ambako tunaweza kubarikiwa na Mungu the best way that you can be kule ambako kama tunabaki waaminifu is katika where Kristo you Yesu stay faithful in Christ. kwa wakati wake,
in his due time, atakapofika when Kristo, he comes, when he arrives, atatupeleka he is going to take na us kutuweka kwa mkono wake wa and put kuume, us on his right aweze side, kutuingiza katika so that ufalme he wa can Baba, bring us into the kingdom of na God, hapo Father, tutapumzika milele, where we are going to rest na forever. hapo tutakuwa heri, A place where we are going na to hapo be tutakaa katika salama yote, a place where we are going to stay under na tutakuwa tukiimba utukufu wa Mungu and kila wakati singing the praise of God. na matendo makubwa ambayo amefanya all the great things that kwa ajili ya kutuweka katika ufalme wa utakapolinzi katika furaha yake. his kingdom, where we are Huko ndiko kuwezwa kuzuri, and that is the best way kwa maana of ambako Wakristo tunatazamia kwamba siku moja tutafurahi pamoja naye, should look up to that tukinyenyekea chini ya mkono wa Mungu. we are going to rejoice with Jesus Christ. Leo nimeona kwamba tuchangie neno hili I ambalo wanted to share the word that we've just read. wakati huu During this time, ulikuwa ambapo kanisa linaanza kuota, it was a time where the church Naanza kuendelea. was now getting branches, was wanafunzi wamekwisha kupokea Roho Mtakatifu wa the Mungu, disciples are already received the Roho ambaye ametangazwa tangu zamani na manabii kwamba nyakati zinazokuja by the prophets that the times that are coming, watu watapokea Roho people Mtakatifu, are going to receive the Holy na Spirit. watu walipopokea Roho And Mtakatifu, when people receive the Holy na hapa Spirit, inaonekana kwamba huu ulikuwa and msingi it mkubwa wa shows kanisa here that the kujengeka, Holy Spirit was the greatest na foundation of wanafunzi the church. walianza kupasha injili And habari the njema. disciples started preaching the Wakati gospel huu of good ule news. And during that time, ulikuwa ni wakati wa changamoto it kubwa, was a sijui kama na hivi leo, very problematic sababu time. hakuna ambacho kinachofanyika There was leo nothing that is being done ambacho today hakufanyika tangu that zamani. was never done back in the time. Tangu zamani walikuwako watu ambao Ever wanaikuza injili since back in the days, there were kama hawa ambao tunawasoma wakina just Herode, like these people that we are reading, like Herod, hawa Wayahudi these ambao Jews tayari walikuwa wamekwisha who were already kujenga kwa dini lao la Kiyahudi. who already built things under Ilikuwa vigumu kuingia katika agano. It was very hard to Ilikuwa enter vigumu the sana. New Testament. It was very hard. Wanafunzi kwa upande wao On the side of disciples, walitangaza habari njema ya they Kristo. were preaching the good news. Hawa nao kwa upande wao And on the other side, for the walitaka Jews, kutetea they dini lao, wanted to protect or to walitaka kutetea namna yao they want to protect na kupiganisha haya mabadiliko mapya ambayo fight yanayo, against those new things that are happening. neno ambalo tunakutana nalo The kila word wakati that we changamoto katika come mioyo across yetu. every day in our Kama hatuwezi lives. kutazama vizuri, If we don't look carefully, tunaweza tukashindwa kuendelea mbele we even fail to keep moving forward. na tukachanganyikiwa katika And safari yetu. even Hata sasa changamoto hizo in our ways. And even now, tusiziweke kwa dunia we tu, should not be putting lakini those ziko things pia into katika our mioyo heart. yetu. But if they are Siku also baada ya in siku. our hearts, Tunaishi katika vita hivyo we are living vya in changamoto, those fights. We are living au in tuendelee those mbele, problems. au tubaki Either tu. we are move forward or we Hayo stay ndio in maisha ya our kila siku. And that is the lives of Christians. Ndio maana neno la Mungu linatuambia That's kwamba why the word of God tells au us, yule msimamizi wetu alisoma or na many kwamba of nyenyekeeni, our facilitators say, you should kwa be sababu humble. bila kunyenyekea chini ya mkono wa Without Mungu, humbling yourselves ndugu before wapendwa, the tunaweza mighty hand tukashindwa of kwa God, safari hii. we will fail. Bila kunyenyekea, bila unyenyekevu Without humility, na bila kutazama mbele, and without tuelewe looking siku forward, tunazoishi, to understand the days that we are tuelewe living, hali ambayo tunaishi hapo mbele. the ways, Kama hatuwezi the ways that we kunyenyekea, live, if we cannot tunaweza ourselves, tukashindwa kwa safari yetu. will Namna ya fail kuendelea. in our journey. Bwana We will not find a way to Bwana move forward. asifiwe. Praise the Lord. Katika changamoto hii ya wakati huo, In these troubled times, ikawa wakati ambapo mfalme Herode anaanza kuwabana wanafunzi wake. there was time where Herod was now Biblia inasema kwamba wakati huo alikamata
Yohana. There was a time where he quotes John. Ana pale alimkamata Yohana. Alimkamata Yakobo tafadhali. Ndugu yake ya Yohana. He called James. Akamuua kwa upanga. And killed him. Wanafunzi wa Kristo wanaanza kutokota Roho Mtakatifu, wanaipata habari njema. And the disciples of Jesus Christ were already preaching the Herode anamkamata, anakabana, anakapiga panga, anakatupa. And killed him by a sword. Biblia inashuhudia kwamba the Bible testifies neno hili likawafurahisha Wayahudi. The Jewish people kuona namna wanakakamata kale to see how wanakatakata kwa upande, aseme ikamsukuma hata Herode kuendelea mbele zaidi, akaenda kukamata Kapetro, akasema Kapetro nalo likakamata. Watu ambao wanajazwa Roho Mtakatifu wanasimama kupata habari njema, wanatangaza Agano Jipya, neema ya Kristo ambayo tumefika kuwaokoa watu wote na dhambi zao, injili ya habari njema ambayo inawafungua watu. Wanafunzi wanatokota Roho Mtakatifu, lakini asemi neno la kufungua juu ya Mungu was very rejoiced on the side of the Jews. Praise God. Ndugu zangu, tuko katika changamoto hii. We are in troubled moments. Lakini neno la Mungu linakuambia, ananiambia kwamba vumilie hata ingawaje tunapita katika bonde la uvuli wa mauti, ambapo wewe na mimi nia mbaya ya shetani, mitego mikubwa ya shetani nataka inatuwinda ili tuondoe katika imani na kufanana na wengine wote ambao wanagaagaa katika tabu, katika shida za dunia, katika nasa za dunia, pleasing themselves with the things of this earth. Roho wa Mungu, the Spirit of God, ile roho ya Injili, habari njema of the gospel, inalia ndani ya mioyo yetu, is crying inside us, ndani ya moyo wako, is crying ndani ya moyo wangu, is crying inside kwamba my heart, tuvumilie mpaka that we should be patient until hapo the last ndipo day. tutaona And that is when we are going to see the salvation of God. Biblia inasema kwamba kakavana Kapetro, The Bible says that he kakapigwa katika gereza, and put him in prison. kwamba wakati huo And it says during that time, ulikuwa ni wakati wa mkate siotiwa chachu. it was a time when bread is never put in anything. kwamba wakati huo Easter, it should also be remembered that ndio wakati na Yesu naye anakamata, that is when Jesus was also caught anapelekwa gerezani, and he was put in jail. na kwa kawaida wafalme And normally kings walikuwa wanataka pawe na watu ambao watatolewa. wanted people to Kama be hivi leo sacrificed. kunakuwa na ile wanasema There is this thing called ile warahisi wanaofungua watu juu wanasemaje? Msamaha wa rais kwa Kifaransa wanasemaje? Sijui. Rais anawatoa watu fulani, the president na wengine and na sasa wakati huo and at that time alikuwa wanawatoa watu na wengine wanakuwa sacrifice. they freed some people and others were Msikie kwamba Yesu aliletwa pamoja na Baraba. You should also remember that Jesus was brought together with nani kati ya hao wawili mwachiana. Who between these two should lie? Na Petro naye ilikuwa ni wakati huo, was also doing naye atatolewa ili naye aangamizwe. so that he could be killed. Asema usiku ule ule, And it says that same night, malaika wa Bwana akashuka, the angel of the God came down. eti akajikuta yuko pembeni ya Petro, And he found himself next to nuru ikaangaza katika kile chumba. And he says the light shone into
into that room, akampiga Petro, and then he hit Inuka. and told him, get up, vaa viatu, wear your shoes, vaa nguo yako, wear your clothes, nifuate. and follow me. Mara minyororo ambayo ilikuwa inamfunga Sadly, all the chains that were on his hands, ikaanguka, they fell down. anamfuata malaika, And he was following the angel. milango inafunguka, The gates opened, wanaendelea. and they kept moving forward. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Nilitaka tuzungumze juu ya hayo maneno. I just wanted to talk about those words. Just now, Nilifikiri tuzungumze juu ya wokovu, I thought we can talk about the salvation of God. wokovu wa Mungu, Salvation of God. kwamba sisi wote hapa, That's every one of us here. kila mmoja na shida yake ambayo kila mara anaionyesha Mungu. Everyone has got their own problems which they Inaweza ikawa ndogo, bring forward to God. inaweza It ikawa might be very small. It might be Fatana na namna wewe depending on unaitumia, where you are saved. lakini hizo zote But all those things, sisi wote everyone tunaenda kwa Mungu we are all going ili to aweze God, so kutupumzisha that He can na aweze help kutufungulia, us and aweze kuleta open suluhisho doors. kwa maisha He can yetu. bring solutions in our lives for all the problems that we have. Nikafikiri kwamba And I also thought that Mungu anawapigania watu wake kwa dakika ya mwisho. God fights for His own people in the last moments. Petro anakuwa katika gereza, Peter was already jailed. kesho ndiyo atatolewa ili naye auawe. And the following day was supposed to be his day of Biblia inasema kwamba kwa wakati huo And the Bible says that during that kanisa time, likaingia katika maombi the church went into praise kumwombea Petro, to pray for Peter. lakini But angalieni changamoto. look at the Wayahudi challenge. wote All the Jewish people, wamekwisha they kufurahia were already na rejoiced kuuawa kwa Yakobo. for the killing Ina of maana Peter. kwamba Which means hiyo that siku tena ilikuwa nzuri kwao. that day was very Walingoja kwa hamu they were waiting kwamba anxiously tutamuona Petro that naye we are atakufa. going to see Peter being killed. Tutaona Petro We naye are siku going to atakuwa see yeye kwa Peter. nini. We are going to see Walingoja how sana. to kill him. Asubuhi walikuwa wanangoja kwamba Petro naye In the atauawa. morning, they were just waiting for Peter to be killed. Malaika akashuka. The angel came down. Malaika akashuka. The angel came down. Siku moja nilikwisha kusema huko kwamba I already said in here malaika tafsiri yake that the meaning ni mpasha of habari. is a messenger. Mpasha habari. A messenger. Malaika kafika kwa Petro. The angel appeared to Kama vile it's just wapendwa, brethren, tunapokea ujumbe, we receive the message. tunapokea habari, We receive a tunapokea message. ujumbe wa Mungu We receive ambaye anatufikia kwa njia zozote zile. in whatever in any way. Unaweza ukapokea ujumbe kupitia You mimi, may receive a message through me here. unaweza ukapokea You may ujumbe receive kupitia a message waimbaji, through singers. unaweza ukapata ujumbe kupitia matendo makubwa ya Mungu. You may Tazama namna ya Mungu ameweka receive a vitu. message through the different ways through the creation. Wewe of mwenyewe God. ukaona namna Mungu anafanya vitu, And Joseph, you can na unatafakari, by yourself the way people unaona kwamba created things. matendo ya And then Mungu you come to a realization na that unapokea the ujumbe wa things kupitia out njia. of God are very great, and you receive the message of God Sasa, through that way. tunachukuliaje ujumbe tunaopokea Therefore, how are we receiving the message that we receive? katika hali zetu zote ambazo In tunakuwa nazo? all our ways of being. Namna gani tunaopokea ujumbe wa Mungu? How do we take the message of God that we receive? Paulo anaandika kwamba Paul writes saying, imani huja kwa kusikia. faith comes from hearing. Kama mtu amekwisha kublokea njia ya kusikia katika maisha If yake, someone has already blocked
talks, their ways of listening. Kama mtu hana tena nafasi If someone has no ya kupokea ujumbe wa way Mungu of receiving the message of God kupitia neno lake Mungu, through the word of God, nafikiri tunaelewa kupitia telefoni zetu. I think we understand the ways of using our phone, or for us, our iPhone. Juzi hapa I saw our pastor just nakosana naye mara nyingi, they were just anatuma message. He sends a Yeye message anasema nini nimeituma, and says lakini kesho tunakutana kwamba message but tomorrow you find that the message never kwenye ametuma, anasema mbona hamtutumii? the place he sends Na mimi nawaka sana, anasema pastor and ananiambia, will also come up saying the pastor is lying to me. pastor anasukuma, Pastor sends again vitu havitembei. and things are not going through. Kuja kufanya checking, And after doing all the taking, kumbe simu imejaa, the phone was hana tena already namna ya kusukuma. there was no storage to send things. Kama mtu amekwisha kufunga, If someone has already hawezi kupokea. they can never receive. Utakuwa tayari kuwa katika hali ya kuharibu. You will have already been in a ways of Watu wa Mungu, being wasted. tuelewe kwamba tunapokea msaada wa As Mungu people of God, we should understand katika that hali zetu zote, protection of God kama in tunakubali all kupokea our ways, ujumbe. only if we accept. Kama ujumbe wa Mungu unaweza ukatufikia If the message can reach kupitia us kila njia through yoyote, any way that it is, au ni mtoto ndiye anakuambia ujumbe, it's either through au ni a mkubwa ndiye anakuambia ujumbe, through a lakini donor, uwe na nafasi, but you should ambayo just iko have through. a way. uwe na chumba ambacho kiko tayari, To have a chamber ambamo or a chamber ule ujumbe utaingia, through which na ujumbe ukiingia kwako, and if the message comes unto you, ina maana kwamba and that means that utakuwa na nafasi ya you kutafakari. are going to have the time Sababu to think ni- about it. Because Lakini it's kama not umekwisha right. kufunga, But if you've already kama wewe hauwezi tena kumwamini mtu, if you can no longer wako watu ambao wanasema mimi siwezi there are so many kumwamini, people who say I can mimi never siwezi kumsikia mtu. Sawa, acha kusikia, Yes, you should ujue kwamba but you should also know that labda unamfungia Mungu kutokuingia. when you are closing, you're shutting God out from Hicho ndicho kitu cha kwanza cha mtu kupata That is the uongozi, first thing of a human being to kuwa na nafasi ambayo iko wazi to have a place that is kupokea open ujumbe wa to receive the message of God. kitu cha pili ambacho The second kimefanyika kwa thing wakati that huu, is that was done during this time, nuru itaingia katika kile chumba. the light will come into that room or that chamber. Kama tunapokea nuru If ya you Kristo, receive the light of Christ, mwangaza wa Kristo unamulikia mioyo the yetu, light of Christ is shining upon our hearts, hapo ndipo tunaweza kuelewa and kizuri that na is kibaya where we ambacho understand the good and the tunaweza evil. kukifanya au tusikifanye, What we can do and what we kwa can sababu do. nuru imeingia. Because light has already Nuru entered. inapoingia When the light enters, inakimbiza giza. it's Nuru changes kulingana na the giza. darkness. The light is always Nuru ya against Kristo the dark. inatutoa katika matendo mabaya The light of Christ takes us from the bad things na kutufanya sisi wale and waamuzi to make us ambao be tuko tayari people of kuyatenda Christ matendo who are already who are Ambao ready to nuru do good imeingia. things because light is already lakini entered. kama nuru haiji, But if the light does not come into us, tutapigana it bure. means we are just going to fight for nothing. Hatutajua We tunavyofanya, are not going to know what we are doing. hatutajua We tunaenda are mbele, not going to Au know tunaenda. if we are going forward. hatutajua tuko wa kweli, We will not Au know hatutajua. whether we are in truth or we are not. hatutajua Ukristo ni We nini, are not going to know what is Na upagani. Christianity and what is paganism. hatutajua We are mema not ni going gani, to do Na which mabaya is ni good and which is not. sababu Because vitu vyote tuko tunaenda tunafanya We are- kama we tunavyotaka, are just doing things as our sababu hakuna nuru ambayo Lord. inatumulikia. And if Sababu hata neno la Mungu light tunalisoma. is because Kama even unaweza though ukasoma we tu,
if you can just read bila the ya word, kumulikiwa nuru ya without Kristo. even having the Kama light vile of yule Christ towashi shining upon us, alikuwa na haja mpaka Filipo afike pale. just like they had that desire to wait. Filipo anamuuliza, je, hayo nayo ya somo And nayaelewa? do you understand what you're reading? Moshe anasema nitayaelewaje bila kuwa na mtu ambaye Who am I to understand it if no one is lakini kama tunapokea nuru ya Kristo but if we receive the ndani ya Holy moyo Spirit wetu, in our hearts, tunakuwa tayari we kuelewa are ready tunapokwenda to na tulipo. understand where we Tunavyoweza came kufanya from, na what we tusivyoweza can do and what we cannot do. Sababu nuru ya Kristo. Because the light of God of Christ has already shone. Kilichofuata ni nini? And what Kwa huo came wokovu wa next, Mungu. through this salvation of Christ, of God, Petro anasema kwamba Peter says that, yeye alikuwa anafikiri kwamba anaota tu ndoto. he thought that he was only seeing visions. Hakuelewa He kinachofanyika. did not understand what was going on Hakika at that watu wa time. Mungu, I am assured. kama unafikiri kwamba una akili ya kukuelewesha vitu If vya you Mungu, think that you have the mind of hakika yake hauna vitu vya God, Mungu ndani ya maisha. and you can tell me now, Mungu wakati anatumikisha mtu when God uses someone, anampeleka kwa njia yake they use ambayo yeye mwenyewe anashangaa, anafanya mema, whereby they sijui can anatoa, also be surprised, sijui anaimba, they are sijui singing, anahubiri, they are sijui anaomba, they are praying, asivyokuwa anazania yeye. and Sababu that tunapelekwa, we can tunaongozwa na Roho wa know Mungu peke yake. because we are being led by the Holy Spirit, and that's Paulo anasema, and Paul says, anasema Peter says, kwamba alikuwa anafikiria yuko katika maono, he katika thought ndoto. it was just seeing visions, Kumbe minyororo imekwisha kuanguka, but he never knew that he alishacheka kabila la kwanza la asili, he already went through the first alishapita hata kwa mlango wa kuingia katika doors, mji. and he's already arrived at the Yeye gate tu of anafikiri the kwamba city. labda niko naota, niko Only katika he ndoto. was thinking that he was Haelewi he vinavyo- was seeing haelewi. he did Hakuna not mpango. understand what was going on. There was no plan. Anashtuka tu yuko anapelekwa na He pelekwa was just surprised. Suddenly, he was just being taken mpaka wakati ule akili zinamrudi. until the time all the everything came back to him, and he woke up. He awoke Kumbe ni malaika ndiyo alikuwa anafanya. and realized it was the angel that was leading him Amen. to all that. Amen. Sababu Roho Mtakatifu wa Mungu Because the Holy Spirit, when the Holy Spirit is leading you, anakuwa ndiye when the anatupeleka, Holy Spirit is the one ndiye anatufanyisha leading you, vitu. is the one making you do things, Hakika ya Mungu tunashtuka tunafanya mambo makubwa. we will find ourselves doing great things. Hapo tunajisahau. We Labda tunajisahau ukubwa wetu. forget our being. Tunajisahau udogo wetu. Forget our being, like us being what we Unafikiri, know. unaona uko watu ambao hao wanazitambua kwamba mimi ni mdogo, siwezi kufanya There hivi. are people who think they are very young to do things, Wakati huo wanajisahau kwa udogo wao, but at that time they forget unakuta that wanafanya mambo makubwa ambayo hawakutegemea. and make them do great things that they never really. Hao watu wengine wanajiona Or wakubwa, others may think they are very great, they are very mimi niko fulani, siwezi kufanya hivi. They may say, Lakini wanashtuka wanafanya mambo makubwa but then they will find themselves doing great things bila kujali tena without even caring about Roho Mtakatifu ndiye their alikuwa grown-ups. anawaongoza Because it's the Holy Spirit that is leading them, na hali yao ya kimwili. and their flesh way is not Katika ile kazi taking over them through the work that they do. Petro akapata ukombozi wa Mungu kwa namna. People received the salvation of God. Petro akapata wokovu wa Mungu kwa namna People hiyo. received salvation of God. Malaika alishuka, The angel came. ujumbe umefika, The messages arrived. Petro akaupokea People ujumbe, received the message, na sasa nuru and ikashuka now lights came down ikamulika katika kile and chumba, shone in that room. akapigwa And he was akahamishwa he was kama vile Roho Mtakatifu. Ndugu
zangu anapiga na kuambia simama wewe, fanya kazi ya Mungu. Na sasa Petro akasimama, naye akasimama yuko haelewi, anashtuka tu, kumbe minyororo imekwisha toka. At that time, the chains were already detached. Tunapata ukombozi wa Mungu. We received the salvation of God, brethren, beloved, Katika njia hiyo, through that katika way, njia hiyo, in just that way. ikiwa tayari When we are ready, Petro aliambiwa people chukua will nguo say, yako, get up and get your clothes. zile aibu sijui za kusema uongo tunazivua. We take away the way of saying bad things and stuff. Chukua viatu vyako, vaa. Take the sandals. Hapo tunatembea kwa ujasiri wa Mungu And that's when you're working on the greatness of wearing shoes. Tunashtuka tunafanya mambo. We just find ourselves doing great things. Ukombozi wa Mungu unafika kwa maisha yetu. And the salvation of God is some in our lives. Na Roho Mtakatifu And the yuko Holy pale. Spirit is there. Anafanya mambo ya He's ajabu doing very ambayo things sisi tulikuwa hatuelewi. that we did not understand. Tunashtuka And tumefanya we mambo only find ourselves doing great things. kwa ule ukombozi wa Mungu ambao anawakomboa watu For wake. the salvation of God, whereas He saves His people. Hizi ni nyakati ngumu, It's a very wakati troubled mgumu time. It's a ambao tuko troubled katika moment changamoto kubwa. where we are going through these Tunastahili challenges. kusimama We are need to stand na up kutazamia wokovu. and to look up to Tuendelee mbele. the salvation. We should Tusimame katika imani. We should stand strong. Tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu We should be hodari. humble Na yeye Mungu mwenyewe under the mighty hand of God. atatuweza, And only atatupa God raha, is going to atatupa amani, give us happiness, atatupa furaha, give us peace, is going to give us happiness, na kuturizisha ufalme and to make us satisfied with His kingdom that is prepared for all that is His. Mungu May alibariki God pia bless you, may God bless me, ili sisi sote so that everyone of us, tutazamie huo we should wokovu look up to that ambao anaendelea kuwafanyia watu wake, which He continues waokoa na taabu na to shida za His dunia people, hii. to save them from all the Na vita hivi vya dunia ambavyo tunaishi, and all these na fighting, sisi all watu these wake wars that tunapaswa are kuishi going, and us as His people, the way that we need to maisha live, tofauti na we watu have to wengine, live a different life tukiwa to tayari those kukaa ujumbe na habari njema. where we are giving Na ile we are kwa maisha giving yetu. the gospel, and that is what's very Na important in our tutakaa lives. pamoja na And we Kristo. are going to sit together with Christ. Amen. Amen. Tuombe Mungu. Let's pray. Tuombe Mungu. Let's pray. Mungu Baba, katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, Mungu usiyeshindwa. Wewe ambaye umewalinda watu wako tokea zamani, kina Meshake, Shadraka, Abednego, kina Danieli katika tundu la simba. Bwana wetu Yesu Kristo, tunaishi katika dunia ambayo iko katika hali ngumu, ambapo tuna pambano kubwa katika ulimwengu wa rohoni, lakini tunahitaji neema yako zaidi kwetu ili tuweze kupata ule wokovu wako, tuepushe kabisa na hali hii na janga hii na vita vikubwa ambavyo Mungu yamkini hata vinataka kuangusha hata watakatifu wako. Tusaidie Mungu kuendelea mbele na kukaa daima ndani yako, tuweze kuwa tayari kukupokea na kuishi pamoja na wewe daima. Katika jina la Kristo Yesu Bwana tunaomba hivi. Amen. Amen.